Bawasiri pamoja na maumivu yake yote, mbabe wake ni huu mmea. Yaani ni maajabu makubwa. Hebu utazame vizuri huu mmea na usiskip hata kidogo video hii. Mmea huu wengi wanaoita Tenasserim pungens ni mjarabu sana. Nikisema ni mjarabu namaanisha kwa kutibu kabisa bawasiri. Iwe unatokwa damu na maumivu, hauwezi kukaa, haupati haja kubwa, una uvimbe mkubwa, basi mmea huu utakuondolea shida hizo zote. Ni kwa namna gani unatumika? Nipe masikio yako, nipe dakika zako chache tu. Ninaenda kukuelezea maajabu ambayo yatabadilisha hayo maumivu kuwa kicheko na furaha. Utazame vizuri huu mmea. Huu mmea unakuwa na kama miba fulani hivi. Hivi vidude vyake vinakuwa kama miba, na ikikauka inakuwa kabisa ni miba halisi ambayo inachoma. Sasa ukichukua huu mmea, cha kufanya wewe chukua huu mmea, usafishe vizuri. Ukisha usafisha vizuri, anika sehemu ambayo ni kivulini. Afu baada ya hapo, chukua sehemu ya mmea, saga iwe unga. Sehemu nyingine ya mmea choma kupitia kwenye chungu. Nikisema kupitia kwenye chungu namaanisha kwamba unachukua haya majani, unayaweka kwenye chungu ambacho kiko juu ya moto, alafu unakuna kaanga kwa kutumia mwiko au kijiti chochote kile cha mbao. Basi baada ya hapo utaona majani haya yanabadilika kuwa kama mkaa. Usiache akawa majivu. Endelea kukoroga, na baada ya ukishatoa hapo, funika kile chungu ili kuzuia moto kuendelea. Basi baada ya hapo ule mkaa utauponda ponda uwe jivu jeusi. Inakuwa ni mkaa fulani hivi mweusi, vumbi jeusi. Sasa vumbi hilo ndilo utakalokuwa unatumia kujitibia bawasiri yako. Ni kwa namna gani basi? Utakachokuwa unafanya ni kuchukua jivu hilo au mkaa huo mweusi, unachanganya na mafuta ya kondoo. Ukishachanganya na mafuta ya kondoo, basi unakuwa unapaka kwenye bawasiri kule kwa nje, kwenye njia yako ya haja kubwa ambayo ina uvimbe. Utakuwa unapaka asubuhi na jioni, yani mara mbili kutwa. Baada ya hapo utaona matokeo mazuri. Sasa tukirudi kwenye maelezo ya namna ya kutumia dawa ile ya kwanza ambayo nilikwambia sio ya kuunguza, badala yake ni ya kusaga mmea huu mkavu. Ile ni maalum kwa ajili ya kunywa. Utakachokuwa unafanya, utakuwa unapika, unachukua kijiko kimoja cha ile dawa ya unga wa mmea huu hapa, unapika. Ukishapika kijiko kimoja kwenye maji lita moja, afu baada ya hapo unaipua. Hakikisha unachuja kwa kutumia kitambaa safi. Kama nilivyokuambia mmea huu na miba, kwa hiyo tumia kitambaa ili usisababishe madhara. Chuja, alafu kunywa kikombe kimoja asubuhi, kingine mchana, kingine jioni. Ndani ya siku 7 rudi hapa uniambie kwamba mmea huu umekufanyia maajabu gani. Kwa hiyo hili sio gugu tu, bali ni mmea wenye maajabu makubwa. Na hii ndio maana halisi ya kwamba tiba asili ni maisha. Kama video hii imekufurahisha, hakikisha una like, comment, lakini share ili watu wengine waweze kupata maarifa haya makubwa. Karibu sana Niza Asili.